Habari zenu mashabiki zetu, natumaini mko salama. Niko hapa leo kwa ajili ya kuwataka radhi kwa kilichotokea. Tumechelewesha kazi, tunaomba mtusamehe sana. Ni sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu ndio zimefanya tujaposti kazi mpaka sasa hivi. Kwa kweli tuliugua, wasanii waliugua kama 5. Tusingeweza kuendelea na kazi huku wenzetu wanaumwa. Mimi pia niliugua. Kwa hiyo tunaomba mtusamehe kwa kuchelewesha kazi. Tunahitaji support yenu iendelee kama mlivyokuwa mnatusupport mwanzo. Tunawapenda na ndio maana tunajua kwamba tumewakosea, tunaomba msamaha. Pia mtuombee tupone vizuri maana bado tunaumwa. Tunawapenda sana na bila nyinyi hakuna sisi. Na bila sisi hakuna nyinyi. Wote tunategemeana na ndio maana tunaombana msamaha tunapokoseana. Tusameheni sana. Leo tunaenda kupandisha episode yetu ya 8 ya laana ya ukoo. Tunaomba muiangalie kwa moyo safi. Msisahau kusubscribe, kucomment na kushare pia ili kazi yetu iweze kwenda mbali zaidi, iweze kuona na watu wengi zaidi. Tunawapenda sana na tunawajali sana. Ndio maana tunawaletea chakula hichi cha macho kila siku. Tusameheni sana. Narudia tena kwenye neno msamaha. Maana msamaha ni neno dogo ila ni zito sana. Naelewa nini maana ya msamaha na ndio maana niko hapa kuombeni msamaha mashabiki zetu. Tumewakosea sana kuchelewesha kazi. Hata kipande cha 7 kimecheleweshwa ndani ya siku 10 kama na 3 hivi. Ni kwa sababu ya haya maradhi. Mwaka tumeuanza vibaya wenzenu. Mtusamee bure. Hatukutaka kuugua. Mnajua kabisa kwamba kuumwa ni ibada. Tunaombeni mtusamee sana. Tunawapenda sana. Karibuni kwenye episode ya 8 laana ya ukoo. Natumaini ya 9 na nyingine zinazokuja zitawafikia kwa wakati sana. Tunawapenda sana sana. Ninawakilisha wenzangu wanawapenda sana. I love you so much. Welcome. Laana ya ukoo inatutesa. Laana ya zinaa imetuangusha. Mungu asamehe, utuondoe. Ni laana ya ukoo. Ye Mungu uturumie. Kolosai kapota akamuumiza ndugu wake, mdogo wake wa kuzaliwa, mzigo ukabaki kwake. Akateleza tena akamuoa mtoto wa mama. Mungu tuone. Kifaa cheusi kalema, moyo ukawa mzito kama goma. Mary akaona nafasi, akageuza upendo kuwa sumu. Anamaribia Nurati, mipango yote ikawa hamu. Anapanda chuki moyoni, anapoteza tamani ya utu. Anacheza na roho dhaifu, akijua kwao ni ushindi, kumbe ni nusu. Na wewe umefuata nini hapa? Vipi? Nurati yupo? Katoka mimi hapo dukani. Kulikoni? Afadhali hata ndugu yangu. Mimi huko nilikotoka nina matatizo. Lastborn kanifukuza. Sasa hivi naishi kwa Mary. Yaani Lastborn haniamini hata kidogo. Mimi nilitekwa. Nilikuwa na mahusiano na Edu. Nilimdia hela zake, mwisho wa siku kachoka kaamua kuniteka. Kanipiga huko, kanichakaza, nimerudi nyumbani na madonda. Lastborn hajaniamini hata kidogo. Kaishia naye kunipiga tu, alafu isitoshe kanifukuza. Unavyoniona hivi, nakaa kwa Mary. Sielewi hata Mary na yeye sasa hivi wanakofishana na mume wake kwa ajili yangu. Shoga yangu. Ushoga huo kwio. Wewe jana nimekuagiza nini?
Tumeongea nini? Kivipi? Mimi sinakumbuka mara ya mwisho nilikusindikiza nyumbani kwenu jamani. Unajizima data si ndio? Wewe jana si nimekutuma wewe. Si nimekutuma umlete Jasmine kule kwenye miti ya makaburi, umemleta? Hebu hata bana masiara yako. Jasmine tena kaingiaje hapa? Sasa umeamua nini? Na umerudi hapa kufanyaje? Kama unavyomjua Nuhu, mimi mwenyewe hapa nimekaa. Sina hili wala lelewa au kesho naweza nikafukuzwa. Haya leo umejileta hapa ndugu yangu, tutafukuzwa wote. Kabla bado hujaniletea matatizo ndugu yangu, rudi ulikotoka. Sijui tena kuishi wapi sijajua. Sasa unanifukuzaje na ni nyumbani kwetu? Shida sio nyumbani. Shida tuliyotafuta sisi ndo haya tunayoyapata sasa hivi. Sijui umenielewa? Ndugu yangu, ondoka, mimi usiniletee matatizo. Nakuona sasa hivi unanawili na kijacho. Ndio hivyo. Mpaka Latiboni kafikia hatua kumfukuza Tata. Haya ni makubwa. Na mimi nisubiri sijui nitafukuzwa lini. Laana ya ukoo inatutesa. Au kwa uelewani na Jasmine ndio maana nimekuagiza kwa Jasmine hujataka kumleta, si ndio? Unajizima data, si ndio? Kwa sababu unamchukia Jasmine ndio maana ukashinda kumleta kule, si ndio? Sasa nisikilize nikwambie. Matatizo yangu utamaliza mwenyewe. Unaonekana rafiki wa raha. Kuna shida unijui. Sasa shida zangu utazimaliza mwenyewe. Ila kuanzia sasa hivi usinifatefate, usinijue. Sitaki tena ushoga na wewe. Eti ushoga. Ushoga gani? Ushoga uyoga aka. Nulat. Jamani. Huyu atakuwa ni Jasmine kashaanza kututonganisha mimi na rafiki yangu sasa hivi. Sasa ngoja nimkute. Tata. Naona sasa hivi hali yako inazidi kuimarika. Unaonaje ukienda kwa Latiboni mume wako? Ni kweli Meli upo sahihi. Sasa nawezaje kurudi kwa Latiboni? Unaona alivyonipiga, aliniumiza. Hapo aliniambia atanitafuta yeye. Na mpaka sasa hivi hajanitafuta. Unaonaje ukienda nyumbani? Maana mimi na mume wangu tumegombana kwa sababu yako. Meli, cha kwanza naomba nikuombe msamaha kwa kugombanisha na mume wako. Samahani sana rafiki yangu. Na kuhusu swala la kurudi nyumbani, hilo haliwezekani. Kwa sababu nilifunga ndoa mimi na Latiboni. Nyumbani hawakutia baraka yoyote ile. Nawezaje kurudi nyumbani? Mimi nitakusaidia sasa. Nitaenda kuongea na Latiboni. Akusamehe. Utanisaidia kivipi yani? Kama mimi mpenzi wake, mke wake kashindwa kunielewa. Wewe mtu baki leo hii akakuelewe. Hilo linawezekanaje mimi? Wewe jua mimi nitakusaidia, nitaongea naye tu atakuelewa. Sawa, kwa kuwa umesema mimi nitafanyaje sasa? Niangalie hapa niende nikonge.
Kwani wewe dada una shida gani? Haya, leo tena usiku umekuja, una jambo gani? Hivi wewe umeona kunichongesha rafiki yangu haitoshi, si ndio? Umeamua kabisa kutengeneza kubwa kuliko. Sasa hivi rafiki yangu atuongeleshani, umelizika sasa, si ndio? Nurat, karibu. Asante. Jasmine, habari yako? Safi. Mimi nina matatizo. Usinione nimekuja usiku. Kuna mtu nilimwagiza aje akuelezea matatizo yangu, lakini huyo mtu anaonekana hakuguswa na hayo matatizo, ndio maana hakuamua kabisa kujishughulisha. Nimeona nije mwenyewe. Una matatizo? Zai anipeleka kwa mtaalamu wake. Nilimwomba anisaidie ili niepukane na matatizo ya laana ya ukoo wangu. Aliponipeleka kwa mtaalamu, tukapatiwa dawa vizuri tu. Kabla dawa hatujafikisha eneo la tukio, mganga tunakutana naye barabarani, tena ni ustazi. Sawa, pole sana kwa matatizo aliyokukuta. Lakini mimi na mtaalamu wangu. Na kwa kuwa hilo jambo limetokea hivyo, nadhani itakuwa ni mkono wa mtu. Sasa kuliko tuendelee kulifumbia macho, tuondoke sasa hivi. Tuende sasa hivi kwa mtaalamu wangu. Huenda akakusaidia. Sawa, twende. Nurat, nakuomba rafiki yangu, ya mambo yaishe. Naomba tuzungumze. Naomba na mimi niongozane na nyie. Tafadhali nakuomba rafiki yangu, usinitenge hivyo. Laana ya ukoo inatutesa, laana ya zinaa imetuangusha. Mungu asamehe, utuondoe, ni laana ya ukoo. Mungu tuhurumie. Kolosa ikapota, akamuumiza ndugu wake.